Kwa majina naitwa Ndugu Longo, ni afisa ustawi manispaa ya Mpanda. Mara nyingi imekuwa ikitokea wazazi wakitengana, unakuwa na changamoto ya malezi. Unakuta watoto wanatapatapa wakae na baba au na mama. Lakini kwa mujibu wa sheria ya mtoto ya mwaka 2009 inaelekeza kwamba endapo baba na mama wametengana na wale watoto wako chini ya umri wa miaka 7, wale watoto ni muhimu wakakaa na mama. Lakini pia huku kwa mama tunaangalia mazingira. Huku kwa mama ambapo tunataka mtoto akae, mazingira ni rafiki kwa mtoto. Sawa, sheria inamtaka mama akae na watoto, lakini unakuta mama ana mazingira ambayo ni hatarishi kwa mtoto. Au kwenye yale mazingira kuna malazi duni, kuna lishe duni. Au labda mama ni mlevi kupindukia. Au labda mama ana changamoto ya afya ya akili. Huyo mama hawezi akamlea mtoto. Kwa hata kama sheria imesema mtoto aishi na mama, lakini pia inaangalia mazingira ya kwa mama. Je, ni rafiki kwa mtoto kuishi pale? Kwa kama mazingira sio rafiki, tunaangalia mazingira ambayo ni salama zaidi, aidha kwa baba au kwa ndugu wengine ambao ni ndugu wa karibu wa mtoto. Lakini pia kwa mtoto ambaye anatakiwa akae kwa mama ni chini ya miaka 7, baba anawajibika kutoa matunzo kama kawaida. Matunzo pamoja na malezi anajua. Kwa sababu ni baba mzazi, lazima atoe matunzo na malezi, kama ishu ya chakula, agharamikie elimu, mavazi, malazi mtoto akiwa kwa mama. Lakini pia kwa wale ambao wana umri zaidi ya miaka 7, sheria inataka mtoto akae kwa baba. Lakini pia tunaangalia pia mazingira kwa baba. Je, ni rafiki kwa mtoto? Unaweza kukuta baba anang'ang'ania akae na mtoto kwa sababu ana miaka 7 na kuendelea kama sheria inavyotaka, lakini mazingira kwa baba unakuta sio rafiki. Let's say baba ameoa mwanamke mwingine, yule mwanamke hawezi kumlea mtoto. Kwa lazima tuangalie kwanza mazingira kwa baba. Je, ni rafiki kwa mtoto? Sio hatarishi kwa mtoto? Na ndio maana siku hizi ukatili mwingi unatokea, unakuta mama wa kambo ananyanyasa mtoto ambaye ni mtoto tunaitwa kufikia mtoto wa baba. Ni kwa sababu hivyo mazingira yanakuwa sio rafiki. Kwa lazima tuangalie mazingira ya pande zote mbili. Je, mazingira ni rafiki kwa mtoto? Kwa kwenye hii sheria inaangalia maslahi ya mtoto. Kwanza jamii ihamasike na ijue kwamba hao watoto ambao tunawalea kwa sasa ni taifa la kesho. Kwa tunawatengeneza kina baba na kina mama wa taifa lijalo. Kwa unapoona kuna kiashiria au kuna vitendo vya kikatili vinafanyika aidha kwa jirani yako au sehemu tunapita unakuta mtu ananyanyasika, tunaomba utoe taarifa kwenye maeneo ambayo nitayataja. Unaweza ukamwona mwenyekiti au mjumbe wa serikali ya mtaa, lakini kuna ofisi za watendaji wa mitaa, kuna ofisi za kata, kila kata kuna ofisi, lakini kuna dawati la jinsia, lakini kuna ofisi za ustawi wa jamii. Kwa wanajamii tushirikiane kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa katika hali ya ustawi, lakini pia tuwe kipaumbele kukemea vitendo vya kikatili ambavyo vinaendelea majumbani. Kina mama na kina baba tumekuwa tukiwatesa sana watoto. Tunawanyima haki zao za msingi. Watoto wanaishi katika hali ya manyanyasiko. Unakuta mwisho wa siku sasa watoto wanawatenga wazazi. Ni namna ambavyo tumeishi nao tukiwanyanyasa. Unakuta mtoto anaogopa kabisa mzazi wake. Ile hali anakuwa nayo mwisho wa siku unakuta kuna gap kati ya mtoto na mzazi. Unakuta mtoto hamjali mzazi wake, namna ambavyo amemlea, lakini namna ambavyo ameishi naye katika udogo. Alikuwa anafanya vitendo vya kikatili anavyoweka kwenye ubongo wake. Anafanya vitu ambavyo sio, unakuta akikua sasa kunakuwa na gap kubwa. Na ndio maana unakuta siku hizi watu wengi wana stress juu ya watoto wao. Unakuta nimezaa watoto 9 lakini hamna hata naye nijali. Je, wakati yuko mdogo mahusiano yalikuwaje? Alimfuatilia, alimtunza vizuri?